Haya maeneo matatu yatakupatia fedha mpaka ushangae. Yaani ukitumia haya maeneo matatu kutengeneza bidhaa ama huduma na ukawapatia watu, basi utatengeneza fedha nyingi mpaka ushangae, na utarudi kwangu kunishukuru kwa kukupatia siri hizi. Unajua kuna fursa ambazo zinakuja kwenye maisha, zinakaa ndani ya miezi kadhaa, miaka kadhaa, alafu zinapotea. Yaani zinakupatia fedha ya haraka. Baada ya hapo ukiendelea kukifanya huoni tena hiyo hela. Lakini haya maeneo matatu tangu enzi za mababu mpaka leo bado yana soko, na hata miaka inavyozidi kwenda mbele soko lake linazidi kuwa kubwa. Kwa hiyo ukitengeneza bidhaa leo ambayo iko kwenye haya makundi, au ukianza kutoa huduma leo ambayo kwenye haya makundi matatu, basi wewe kupata fedha ni jambo la kugusa tu. Eneo la kwanza ni eneo la mahusiano. Eneo la mahusiano, unajua tunapoongelea mahusiano tuongelee tu mahusiano ya mapenzi kama wewe unavyofikiria. Mahusiano ni neno pana sana, kuanzia mahusiano kati ya ndugu, wewe na marafiki, wewe na majirani, wewe na mwajiri wako, wewe na wale uliowaajiri, kwenye makanisa, kwenye msikiti, wewe na followers wako mtandaoni. Kwa hiyo yaani uhusiano hapa, kila siku watu wanagombana, kila siku watu wanataka kujifunza kwenye mahusiano. Ndio maana hata ukiongelea leo watu ambao wana trendi sana mtandaoni, watu ambao wanaongelea mahusiano wana trendi sana mtandaoni, kwa sababu ni changamoto ambazo zinamkumba kila mtu. Yaani hata rais wa nchi anateswa pia na mahusiano. Umeona, mawaziri wanateswa na mahusiano, wabunge wanateswa na mahusiano, mtu ambaye ni maskini naye anateswa na mahusiano, matajiri wakubwa wanateswa kwenye mahusiano. Kwa hiyo ukitengeneza product au service ambayo iko kwenye kundi hili la mahusiano, kutengeneza uhusiano mzuri kati ya watu, hapa pia unaweza kugusia kwenye eneo la mapenzi. Kwa mfano kwenye eneo la mapenzi, kuanzia kwenye namna ya kupata mpenzi, hilo tu eneo linatesa vijana wengi. Ukigusa tu hilo eneo la namna ya kupata mpenzi, kuna eneo pia la namna ya kuishi na mpenzi. Haya, umeshampata, unaishije naye? Kuna eneo la tatu kwenye mambo sasa ya uchumba. Kwenye uchumba inakuwaje? Kuna eneo la kwenye ndoa. Kwenye ndoa sasa tunaishije? Yaani ile eneo tu moja lina vitu vingi sana, pengine ni migogoro ya ardhi inaingia kwenye mahusiano hapa ya jamii. Kwenye migogoro tu ya ardhi inaingia kwenye changamoto ya mahusiano. Umeona? Followers pale ambapo watu wanakufollow wengi afu baadaye wanunue, hilo ni swala la mahusiano. Kwa hiyo ukigusa kwenye eneo la mahusiano, pengine unatengeneza product labda ni kitabu, ukigusia tu eneo la mahusiano, kupata wateja ni swala la kutelezea.